Basi tunasema asante sana baba wa kivita na historia ya dunia. Asante sana wote ambao basi mmekuwa mkitufuatilia. Asante sana basi wote ambao basi mmeendelea kuwa nasi tangu tumeanza kazi hizi. Sisi ni wa Afrika, sisi ni wa Afalme, na sisi ni wa Afrika sio kwa sababu tumezaliwa Afrika, hapana. Sisi ni wa Afrika kwa sababu Afrika basi imezaliwa ndani yetu. Tunasema mambo ni mukide, mambo ni ya moto, lakini mambo kama sio ya moto basi fahamu kwamba tupo sisi kama tupo, lakini tulikuwepo kotokaka. Tunasema ni amani, amani basi kama mbinguni, na amanio iko mbinguni peke yake, maeneo mengine basi amanio hakuna. Na mimi ni hoja yangu kubwa, ni issue kubwa ya kile ambacho kinaendelea upande wa Kongo Mashariki. Upande wa Kongo Mashariki, taarifa ni kwamba Afrika tunaongozwa na viongozi ambao ni vibaka, lakini pia Afrika tunaongozwa na viongozi ambao ni vibaraka, lakini Afrika tunaongozwa pia na viongozi ambao pia ni viraka, nikimaanisha kwamba ni viongozi ambao sio rasmi, viongozi ambao sio halisi, viongozi ambao wapo tu, hawana hili wala lile. Sasa ifahamike tu ya kwamba Kongo ni nchi ambayo ina kiongozi wa hovyo hatujawahi kumuona ama kumshuhudia tangu dunia hii iumbwe. Namzungumzia Felix Etienne Tshisekedi. Ni mmoja kiongozi wa hovyo sana. Nadhani baba yake angepata nafasi ya kuongoza Kongo asingekuwa kiongozi wa hovyo kama Felix Etienne Tshisekedi. Lakini kwa bahati mbaya sana pia vile vile Kongo haijawahi kupata kiongozi mzalendo tangu kifo cha Patrice Emery Lumumba 1961. Yani Kongo haijawahi kupata kiongozi mzalendo tangu mwaka 1961. Kongo tangu kifo cha Patrice Emery Lumumba, viongozi waliofuata hapo wote kwa ni matapeli, wote wauni, wote natumika, wote vibaraka na vibaka ambao kwa asilimia kubwa wanapigania matumbo yao na matumbo ya wakubwa zao. Hawajui asili ya Kongo, hasa kwamba Kongo hawajui asili yake, isipokuwa wamevimbiana mashavu, hawajui wafanye nini ndani ya Kongo. Kwa hiyo Kongo ndio jangu kubwa ipo Kongo. Lakini ifahamike tu ya kwamba mpaka hivi ninavyozungumza Kongo imegawanyika, wameigawa na wameigawa Kongo, na Kongo inagawanywa na ardhi zinachukuliwa na madini yanachukuliwa kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya rushwa, kwa sababu ya viongozi wa kipumbavu ambao tumekuwa tukiwachagua sisi wenyewe tukiamini ni viongozi, kumbe ni wahuni, ni matapeli wanaongoza taifa la Kongo. Kongo imeenda. Jiulize nchi kama Kongo yenye uchumi wake mkubwa, nchi kubwa vile, nchi yenye kilomita za mraba milioni 2 na mapointi, nchi yenye makabila karibia 420, nchi yenye mipaka yake, rasilimali, madini, mito, misitu, nchi ambayo pale kuna yani nchi ambayo imekamilika katika kila kitu. Lakini nchi ile Kongo eti baadhi ya mikoa inamegwa na wahuni ambao ni M23 ama M23. Rais wa nchi anakubali mikoa imegwe na wahuni wa M23. Rais wa nchi anakubali nchi yake inavamiwa, inaingiliwa na nchi jirani, sababu M23 wanasapotiwa na kuungwa mkono na Paul Kagame. Na kwa bahati mbaya sana Paul Kagame anatumika na mataifa ya magharibi, ndio maana wanamuonya tu, hakuna hatua zinazochukuliwa. Na serikali ya Kongo na wanajeshi wapumbavu ambao wameshindwa kukomboa ile mikoa yao. Sasa binadamu kwa asili ni mbinafsi. Binadamu kwa asili ni mbinafsi. Na binadamu ataendelea kuwa mbinafsi mpaka anaingia kaburini. Binadamu kwa asili yake tu, binadamu ni mnyama. Ndio maana ukaambiwa binadamu ni mnyama. Ndio maana ukaambiwa usiamini mtana viongozi wetu hawa katika mifumo hii ya Afrika na makatiba haya ya kipumbavu ambayo hayaeleweki. Tuna viongozi wa hovyo, tuna viongozi wa binafsi kwa akili zao, wa binafsi kwa matumbo yao, wafinyu wa maarifa. Ndio maana Afrika ina mbwela. Ndio maana Afrika ipigi hatua. Ndio maana Afrika isongi mbele. Ndio maana Afrika ipo paka pale ilipo leo. Imepita zaidi ya miaka 60 sasa hivi, tunaenda mwaka 70 tangu tupate uhuru wetu. Lakini maji ni shida, umeme ni shida, chakula ni shida, usalama ni shida, uhuru ni yani shidani. Hiyo ndo Afrika. Trump yeye anaangalia madini.
Nyie mnauana huko kindezi, mnauana kipumbavu wa Kongomani. Trump anaangalia madini, Mwafrika kwa Mwafrika wanaona wao kwa wao. Trump anaangalia madini, umoja wao anaangalia madini. Si umeelewa? Kwa inabidi wa Afrika haya pia vile vile ni ajabu na ni hatari zaidi kwa kwamba eti Mwafrika anao wa Afrika wenzake. Yaani kama imefika hatua wa Afrika tunawana sisi kwa sisi. Na Kongo ndio imeenda na maji katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo Kongomani, Kongo inasikitisha. Inasikitisha. Na tulishawaonya kwamba ukanda huo wa maziwa makuu ama wanaitwa Wahima. Hao wanaitwa Wahima, mpango wao na lengo lao ni kutawala maziwa makuu. Ni kutawala ukanda wa Afrika Mashariki. Ndio maana naambiwa kwamba katika Afrika Mashariki sasa hivi ninavyozungumza, amani Afrika Mashariki hakuna tena. Hiyo amani labda amani mnayo nyinyi katika vichwa vyenu. Hakuna amani Afrika Mashariki. Mgogoro wa Kongo, Rwanda kuhusika, Uganda kuhusika, Kenya kuhusika, Afrika Mashariki amani hiyo haipo. Ndio maana kuna point alizungumza bwenyenye Fred Trump, ni mtata, kiongozi ambaye ni wa moto, kiongozi ambaye apoi wala boy, yani yeye ni mbele yao, hataki kujua yanayoendelea huko nyuma. Na mzee Donald Trump anasema kwamba nimechoka na vikao vya Urusi na Ukraine. Nimechoka vikao vya Urusi na Ukraine sababu Urusi yeye anaangalia malengo yake, Trump anaangalia madini ya Ukraine. Ndio maana lazima Trump achoke sababu Trump anakimbizana na muda, anakimbilia kwenye madini sababu pesa haina thamani. Pesa ni makaratasi. Pesa, nimesema uchumi wa ulimwengu, uchumi wa nchi yote duniani upo kwenye vitu, upo kwenye dhahabu, upo kwenye almasi, upo kwenye madini mbalimbali. Uchumi haupo kwenye pesa yule makaratasi ile. Sasa Trump anasema amechoka na nini? Amechoka na vikao visivyokuwa na mwisho, vikao visivyokuwa na maana vinavyohusu Urusi na Ukraine. Trump anasema amechoka. Kwa nini amechoka? Sababu Trump anashindwa kujua kwamba Vladimir Putin lengo lake ni akamilishe malengo ya Urusi. Operation ambayo ameianzisha tarehe 22 mwezi wa pili, tarehe 24 mwezi wa pili 2022. Lengo lake ni kwamba akamilishe operation yake, achukue majimbo yote ya ukanda Donbas na ikibidi ikiwezekana aongeze majimbo mengine. Lakini Trump yeye anaangalia nini? Anaangalia madini yaliyoko pale. Huku akiwadanganya wa Ukraine ya kwamba atawaongezea nini? Usalama na ulinzi. Unaweza ukailinda Ukraine dhidi ya Urusi. Urusi taifa kubwa lenye nguvu duniani, na sasa hivi tuna mataifa makubwa matatu tu yenye nguvu. Matatu. Kuna Urusi pale, kuna China, kuna Marekani. Matatu tu. Si umeelewa? Hasa Kongo, Wakongomani, wewe mkataba baadaye tofauti zenu wa Kongo mzitotoe wenyewe, mnakimbilia Marekani. Marekani ni ndugu yenu. Tangu lini mzungu akampenda Mwafrika? Mna akili kichwani nyinyi? Akili hamna. Akili hamna. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Kongo itaendelea kuteseka hivyo na kumbwela na kuhangaika, damu itamwagika. Mpango wa Joseph Kabila, mpango wa kina Bertrand Bisimwa, mpango wa kina Sultani Makenga, mpango wa kuna Joseph Kagame, mpango na Watusi wote ni kuimega Kongo Mashariki. Na juzi hapa wameanza harakati za kutaka umoja wa kimataifa utambue jimbo la Kongo Mashariki. Mbona mambo jinsi hivyo magumu? Na wahuni ambao waliziki. Ndio binadamu kuasia riziki. Binadamu hata umfanyie nini? Kwa asili hariziki. Hata umfanyie nini binadamu hariziki? Hata umpe nini binadamu hawezi kulizika. Joseph Kabila alipewa Kongo aongoze ile miaka 16. Mpaka sasa hivi bado Joseph Kabila anataka awe na mamlaka na madaraka ndani ya Kongo. Paulo Kagame ameongoza Rwanda miaka karibia tangu 94. Mpaka leo anataka aendelee kwa madarakani. Sultani Makenga, tamaa ya madaraka na mamlaka na mali. Ndio maana mimi nimeandika kitabu miaka 2 iliyopita kinasema laana ya madaraka, pesa na damu. Laana ya madaraka, kwamba hatuwezi kupiga hatua wa Afrika, hatuwezi kusonga mbele wa Afrika ama dunia nzima. Kwa sababu gani? Kuna ile laana ya madaraka ambayo ipo ndani yetu. Tunauana mno, tunachafuana mno. Sasa Kongo wakina Bisimwa, Bertrand, wale wakina Sultani Makenga na wenyewe wanataka umoja wa kimataifa utambue Kongo Mashariki.
Wataka kuigawa Kongo Mashariki ni ya Watusi. Basi. Na kwa sababu kuna rasilimali, kuna madini ya kutosha, kuna ardhi ya rutuba, kuna kila kitu pale, ndio maana wanapigania pale. Afu yupo rais wa nchi eti Felix na amekaa tu ametoa kimya. Kongo inamegwa, ina maana eti serikali ya Kongo inazidiwa nguvu na M23. Hiyo ni akili au ni matope? Ina maana Kongo inazidiwa nguvu na M23. Ni akili au ni matope? Ni mambo ya ajabu. Watu karibia 100,000 wamekufa pale Kongo. Watu 100,000 wamekufa pale Kongo. Hamna naye jali kama hujali. Kama rais wa nchi hujali watu wako. Kama rais wa nchi wapigeni watu wako. Kama rais wa nchi umekaa kindezi ovyo ovyo tu. Hakuna anayejali kama hutajali kwa nchi wako. Afrika hii ya michongo. Afrika ya hovyo hii sana. Ya hovyo sana Afrika hii. Sasa Kongo wameshaimega hivyo. Bukavu ndio imeenda. Goma ndio imeenda. Uvira ndio imeenda. Tuliwaambia msaidieni Amuri William Yakutumba. Msaidieni Amuri William Yakutumba aikomboe Kongo Mashariki. Wasaidieni wazalendo. Ipeni nguvu Burundi. Shikamaneni, kuweni na umoja, mupiganie Kongo yenu nyinyi wahuni wa Kongo. Viongozi wamekaa na mpoela, wanakaa na cheka. Mwangalieni Ibrahim Traore anachokifanya Afrika Magharibi. Jifunzeni basi kwa Ibrahim Traore. Wamuelewi, mmeziba masikio, hamsikii chochote.